tuliona huyu mama alikuwa na amani. Alikuwa na imani. Alikuwa na imani kubwa. Amani alikuwa naye, na alikuwa na imani kubwa. Kwa hivyo akapata amani. Jambo la pili, tuna watu tuliona jinsi alivyokuja kwa Yesu. Alikuja kwa kuambiwa na watu kuna mtu anafonya, naye anaitwa Yesu. Na jambo la tatu, akapata nini? Wokovu wake. Kuponywa wakati wa Yesu kulikuwa kunamaanisha ukipona na waambiwa nenda ama fanya hivyo, ilikuwa inamaanisha huyu amesamehewa dhambi zake, na akipona ikomaanisha dhambi zake zimeisha. Kwa hivyo wanafunzi hawakuweza kumsaidia, kama vile wokovu huwezi kusaidiwa na mwanadamu. Hawakujua hata hitaji lake, kwa sababu si mwanadamu, si kama Mungu. Pia sipo nyakati ambazo hakuna mwanadamu anafanya nini, anaweza kukusaidia ama anaweza kujua shida zako. Ni Mungu tu pekee yule anaweza kuona shida ile unaye, yule anaweza kujua dhambi. Unaweza kujua mtu ana dhambi kwa matendo, lakini huwezi kuona hizo dhambi. Lakini Mungu na mwana wa Mungu anajua. Kristo unahitaji kukiri kwa Yesu. Yesu aliitikia kukiri kwa huyo mama, na ndiye kwa sababu alimunguza na akaona amenguzwa, kwa sababu aliona amepungukiwa na nguvu. Lakini watu hawakuwa wanajua. Yesu akamwambia, mbindi, ulimkubali kama mmoja wa jamii ya Mungu. Akaambiwa kwa sababu ya kukubali, akamwambia nini? Nenda kwa amani. Kuanzia dakika hiyo ile alijua amani ya ukweli. Kwa hivyo akapata amani ya nini? Ya ukweli. Hakuwa na mashaka. Hata sisi hatutakiwe tuwe na mashaka, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu na ni Mungu yule tunaabudu. Nilianza na kusema Yesu, huyo mama alikuwa na imani ya juu sana. Kwa hivyo kwa muktasari, hata sisi tunatakiwa tujizoeze kwenda kwa mbele. Tukipatwa na ugonjwa na maradhi, tumuendee Yesu. Na si ugonjwa, shida yote, hata ikiwa ni kesi, hata ikiwa ni nini, Mungu aende akambariki. Amen.